unakuja unazitupia hapa. Utakachokifanya unachukua na audio zako zote unazitupia hapa. Hii ni namna ya kusynchronize audio zako, pamoja na video za movie yako ambayo ilishutiwa kwa kamera moja, iwe kwa kamera 3, iwe kwa kamera 4. Process ni hii. Chukua audio zako, zidrag, chukua pamoja na video zako. Inashauriwa kama ni movie umeshuti siku nyingi, tumia siku moja moja. Na mimi kwenye siku moja moja utakuwa umeshuti scene 4, scene 5, 7 ngapi, kwa ajili ya kupunguza pia uzito. Maana asilimia kubwa kuna changamoto nyingi watu ya kompyuta kukosa nguvu na nini, ili usitumie muda mwingi. Kwa hiyo kama hapa una control A, hii sasa ni DaVinci. Baada ya control A kila kitu chako umekiweka hapa, unachokuja kukifanya wewe unakuja kwenye kusynchronize. Umeona? Wenyewe wanatumia sana audio sync. Unakuja kusync sasa hizi audio zako. Kuna issue ya time code, wewe njoo hapa kwenye wave. Ukishaingia zako kwenye wave, namba 1 ndio hiyo, usiguse chochote. Baada ya hapo una synchronize, utaiacha hapo. Sasa itatumia muda kulingana na nguvu ya kompyuta yako, lakini haichukui muda mwingi sana. Yaani sio ninavyoongea hivi basi kitu kinachukua muda mwingi, hapana, ni muda mchache. Inachokifanya DaVinci, inaenda kureplace zile audio chafu za kwenye kamera, inachukua na audio safi. Na uzuri wa huku kwenye ProAI ukienda kufungua ile timeline yako, kama uliangalia ulikuta zimekaa audio 3. DaVinci kitu inachoenda kufanya, inaenda kureplace. Ina maana timeline yako itakuwa simple. Yaani utakuwa unatumia shoti moja na audio moja, vile vile kama ambavyo ilikuwa shoti ya kamera. Ni tofauti na ProAI. ProAI itakubidi uanze tena kufuta zile audio za kamera, ubakishe ile. Sasa kuna muda mwingine waga unaweza ukachezesha audio, wave zikapishana, mdomo ukapishana, inakuwaga taabu. Lakini DaVinci wamerahisisha. Hizi audio zilizokataa hapa ni zile audio ambazo unakuta kwenye kuna clip zingine walikuwa hawarekodi, na kuna audio zingine zilikuwa audio labda za kitu kingine, ndio maana inakuwa inatokea yani hazija match. Lakini haimaanishi kwamba labda kazi yako yote itakuwa haija match. Kwa baada hapo unaanza kukagua sasa scene moja moja. Sauti lazima iwe ndogo, ninaamini kwa sababu ya zoom ndo ilifanya vizuri hapa. Ingekuwa kamera lazima ingepiga kelele. Basi ngoja tuongeze sauti tuone ilikuwaje. Naona hapa ni audio imefanyaje, imefanya vizuri. Hii sasa ni DaVinci. Huyu sasa ni DaVinci. Hapa tunaweza tukasema sasa tuko uwanja wa nyumbani. Ina maana hapa mimi nikiwa na edit scene zangu lazima ni edit vizuri na ni kwa speed, kwa sababu sina tena muda wa kwanza kukatakata yale maklipu mengine. Unaona nikija hapa unaona hapo, yani unachokifanya hapa ni vile vile kama vile umetumia kamera moja na audio yake. Yani kama vile unatumia, unajua ukiwa umerekodi na kamera vile vile tupo, ukiwa umetumia wale wanatumia sana boom, ina maana audio inakuwa imeingia kwenye kamera moja kwa moja. Ndio DaVinci kitu inachokuwa inafanya. Kwa hiyo hii ndo njia ambayo naweza nikasema DaVinci kwenye kitu ambacho wamenipatia. DaVinci ambazo wamepatia maeditor wa movie ni kwenye eneo kama hili. Adobe inaweza ikawa inafanya sawa, lakini DaVinci imeongeza AI nyingi sana kwenye hili swala. Ni kitu ambacho naweza nikasema kama ulikuwa ufahamu basi ni muda, na kama unafahamu basi jambo zuri, usiache kuelekeza na watu wengine. Kwa hizi ni njia ambazo kwenye kuedit movie zitakusaidia sana. Sasa kwenye hii njia ya mwisho ndo njia ambayo imenifanya hii series mimi kuedit nimetumia muda mchache mpaka wenyewe wameshangaa. Kwa sababu gani? Sijatumia ule usumbufu wa kutoka kwenye ProAI. So ProAI ni nzuri, lakini ukitumia njia ni bora zaidi, kwa sababu hapa wewe una double click tu hapa. Una double click, unasikiliza scene yako, unakata, unachukua, unaendelea zako, yani mpaka scene yako inafanyaje? Inaisha. Unaona? Unaona hii clip, ngoja nikutafutia ambayo iko original yake, uisikie audio yake itakavyokuwa inasikika. Unaona hii clip ni hii hapa. Ukisikiliza huko ina noise nyingi sana. Unaona watu walikuwa wanaongea, kuna kelele za watu.
kuna noise na nini. Ndio japokuwa yenyewe scene ilishutiwa sehemu ambayo ilikuwa tulivu kidogo, ila boom pia ndo ikaenda kufanya kitu kizuri zaidi, kwa sababu pia inashauriwa hata unapoenda kutumia boom, unapotumia zoom haimaanishi kwamba labda ndo kakae sehemu yenye kelele. Kadiri ambavyo utakaa kwenye sehemu ambayo iliyotulia ndivyo ambavyo unavozidi kupata quality nzuri ya sauti. Unaona, kwa hiyo hapa wewe inakurahisishia sana kazi. The time is 9:00 p.m. Aliiba pesa za kanisa Kenya, akarudi hapa akawa anawasaidia watu wasiojiweza pamoja na yatima. Unaona sasa hapa ukiangalia kwenye scene kama hii, aliiba pesa za kanisa Kenya. Unaona inavyorahisisha DaVinci. Kwa hiyo utakachokifanya zinaingia mbili. Nafuta hii moja. Baada ya hapo ukisikiliza, Aliiba pesa za kanisa Kenya, inakuwa imerahisishia kazi. So hapa nataka nikugusie tena kitu kingine. Kama sauti umeiona labda imeingia ina noise chafu, nataka nikueleze kitu simple ambacho DaVinci amekiongezea kwao kwenye hizi kwenye kuanzia version ya 20. Ile mambo ya kwanza kutumia denoiser, sijui unahangaika kama plugin mengi, DaVinci unakuja kubonyeza tu click hapa. Ukiklik tu hapa, sema mimi nashauri kwa sababu hii inafanya kazi kama AI. Kwa hiyo ukiacha hapa sauti inakuwa quality mpaka imepungua. aliiba pesa za kanisa Kenya. Yaani wewe unaweza kaisikia vizuri, lakini mtu akija kusikiliza vizuri, aliiba pesa za kanisa. Ukija kusikiliza vizuri utaona kama vile, unajua noise ukipunguza sana unakuja kujikuta unapunguza na ile quality yenyewe ya sauti. Kwa hiyo mimi nashaurigi mtu weke 50. Na maana ukiweka 50 hapa, aliiba pesa za kanisa Kenya, inakuwa imebalance vizuri sana. Kwa hiyo na ni njia nyingine ya kutoa noise. Yaani ukitumia hii noise hapa, shughuli yako itakuwa imeisha kabisa na utafanya kitu kizuri. Kinachobakia ni kubalance wewe sound pamoja na vitu vingine. Hizi tools zingine tutakuja kuelekezana. So kwa leo mimi nadhani tuishie hapo. Nadhani utakuwa umenipata vizuri. Usiache kusahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare video hii iweze kuwafikia wengine na kuendelea kupata tutorial zangu ili uendelee kujifunza na Sega kwa lugha nyepesi, kwa lugha kitonga kabisa ya Kiswahili. Mimi leo nadhani tuishie hapa. Baada ya hapo nitaendelea na video zingine kwa sababu pia niko naendelea kuifanya final, kuendelea kuedit hii movie. Kwa hiyo tutaendelea kufundishana na vitu vingine zaidi. Shalab kwa wanangu wa Kigamboni waliofanya hii kazi, na mimi imenifanya leo nimepata kitu cha kuzungumza na nyinyi. Asanteni.